Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Na mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi hiki cha utoto mtakatifu kinachokujia kutoka hapa televisheni Tumaini. Ipe nafsi yako tumaini. Leo tumekutana na watoto wa utoto mtakatifu kutoka Jimbo Katoliki la Ifakara. Wamewakilisha watoto wenzao katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tupo katika parokia ya Mtakatifu Joseph, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Je, watoto hawa unajua wametuandalia nini? Karibu ungane nami tangu mwanzo hadi tamati, tuwasikilize katika mfumo wao wa ngonjera, nyimbo pamoja na maswali mbali. Mimi Sister Salvina Makonde, karibu. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Wapendwa wazazi na walezi pamoja na waamini wote, kanisa lililo hai na watoto wapenzi wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni msikie ujumbe huu wa thamani, si kama maneno ya kawaida yanayopita kama manyunyu ya mvua. Mtoto si mzigo, si kiumbe cha kukua tu, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ameletwa duniani kwa lengo kuu, si kula tu au kuvaa vizuri, bali apate neno la Mungu, chakula cha rohoni na silaha ya maisha yenye uzima wa milele. Kanisa ni shule ya hapa duniani, si jengo tu kwa ajili ya sala. Ni shamba la mbegu ya imani, panapolimwa kwa bidii na kusubiria mavuno. Hapa mtoto hufundishwa, si kwa vitisho, bali kwa upendo wa Kristo na nuru ya maandiko. Wapendwa, tumpe mtoto Biblia kabla hajapewa simu. Tumpeleke kwenye hoteli takatifu kabla hajakalia mimbari ya dunia. Afundishwe sala kabla hajaonyeshwa katuni. Aimbe tezi na zaburi kabla hajazoea singeli na nyimbo. Wazazi, walimu na viongozi wa imani, tutembee pamoja, tusisahau wajibu huu wa milele. Tuzikumbatie roho changa, tuzilee kwa mafundisho, tusiziache zikalelewa na malezi ya mitaani, bali tuzielekeze kwa Mungu. Hapo ndipo tutajenga kanisa imara linalosafiri na baada ya taifa la watakatifu wa mbinguni. Kanisa isipomfundisha mtoto, dunia itafundisha kila aina ya hila pasipo huruma. Lakini akijengwa katika msingi wa Kristo, atakuwa taa ya familia, nguzo ya kanisa na fahari ya taifa. Tujenge kizazi kinachopenda neno la Mungu kuliko kinachopenda mitandao ya kijamii, kizazi kinachojua Injili kuliko vichekesho vya mtandaoni, watoto wenye mtu wa huruma kuliko tamaa ya umaarufu. Watoto wa kanisa si kwa jina tu, bali kwa moyo, kwa bidii na kwa matendo. Tuandae watoto kwa maisha ya milele, kwa neno la Mungu, silaha yao ya kweli, kwa kanisa la leo na kesha wokovu. Watoto si wasikilizaji, bali wajumbe wa habari njema. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata afikapo uzee.
Misali sura 22 aya 6. Tu watendaji wa agizo hili litokalo kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
mwa 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 mwa. Oeni busu la upendo wetu. Makofi na vigelegele. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza. Nathan. Naam. Unaogopa? Weka maiki vizuri. Unaogopa? Hapana. Uogopi Sawa. Sasa mimi naomba kitu kimoja. Nathan ana uwezo wa vitu vingi, lakini hapa kwanza tutamuomba Nathan atutajie vitabu 73 ambavyo vinatumika na Biblia ya Kanisa Katoliki. Kwa hiyo tutaenda, lakini baadaye kuna maswali nitamuuliza, sawa? Nathan, naomba taratibu utufundishe leo sisi watu tulokusanyika hapa. Naomba tuanze. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Nasani Bonifasi na miaka 6. Nipo mbele yenu kuelezea vitabu katika jimbo la Katoliki. Nipo mbele yenu kuelezea vitabu Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu, Torati, Yoshua, Waamuzi, Rutu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati ya kwanza, Mambo ya Nyakati ya pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri, Mborobora, Maombolezo, Isaya, Yeremia, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Naomba unitajie na vile vitabu 7 ambavyo vinatumika na sisi wa Katoliki tu. Yoshua bin Sila, Hekima ya Sulemani, Makabaya wa kwanza, Makabaya wa pili, Tobiti, Yudisi, Baruku. Na Agano Jipya, maliza kabisa ufunge 73. Agano Jipya: Mathayo, Marko, Luka, Yohane, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike ya kwanza, Wathesalonike ya pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa pili wa Petro, waraka wa kwanza wa Yohane, waraka wa pili wa Yohane, waraka wa tatu wa Yohane, Yuda, Ufunuo. Sawa. Nathan, ukitoka kitabu cha Zaburi kinafuata kitabu gani? Misali. Naomba sasa wenye wanaofuatilia wafuatilie. Kitoka Zaburi? Misali. Ukitoka wimbo ulio bora? Maombolezo. Ukitoka kitabu cha Hesabu? Kumbukumbu. Ukitoka Mwanzo? Kutoka. Ukitoka Zekaria? Malaki.
Jamani, asante sana. Sasa aendelee au asiendelee? Sawa, nafanya kitu cha mwisho. Nathan, ninaomba unitajie vile katika ule uzao wa Yesu ulianza mbali sana kuanzia Adamu. Kwa hiyo mimi nakupa unitajie vizazi kuanzia Adamu uishie kwa wale watoto 12 tu wale wa Yakobo. Sawa eh? Unaweza au umechoka? Hapana. Haya, twende kazi. Adamu alikuwa na watoto wawili ambao alikuwa Kaini na Abeli. Kaini alipomuua ndugu yake Abeli, Adamu akabarikiwa mtoto mwingine aliitwa Yeseti. Yeseti alimzaa Enoshi. Enoshi alimzaa Kenani. Kenani alimzaa Malaria. Malaria alimzaa Yaredi. Yaredi alimzaa Enoko. Enoko alimzaa Sela. Sela alimzaa Lameki. Lameki alimzaa Nuhu. Alibarikiwa kupata watoto watatu ambao alikuwa Shemu, Hamu, Yafeti. Shemu alimzaa Afarusadi. Afarusadi alimzaa Sela. Sela alimzaa Ebeli. Ebeli alimzaa Pelegi. Pelegi alimzaa Reu. Reu alimzaa Serugi. Serugi alimzaa Naoli. Naoli alimzaa Tera. Tera alibarikiwa kupata watoto watatu ambao alikuwa Ibrahimu, Naoli na Ibrahimu akabarikiwa mtoto mwingine aliita Esau, Ishmaeli na nani? Na Isaka. Endelea. Isaka alizaa watoto Esau na Yakobo. Yakobo alimzaa Rubeni, Simeoni, Lawi, Yuda, Dani, Naftali, Gadi, Asheri, Isakari, Zabuloni, Yusufu na Benjamini. Hawa walikuwa watoto 12 wa Yakobo. Sasa huyu anaitwa Deus. Yeye atakuja kutuelezea utofauti uliopo kati ya Biblia ya sisi wa Katoliki na Biblia inayotumiwa na makanisa mengine hasa wa Protestanti. Kwa hiyo kaka Deus, tunaomba kwa sauti, karibu utushirikishe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Deus Dennis Chinyala. Natokea Jimbo Katoliki Ifakara na miaka 11. Nipo hapa mbele yenu kuelezea kuhusu Biblia. Neno Biblia ni neno lenye asili ya lugha ya Kigiriki linalotokana na neno Biblos, maana yake mkusanyiko wa vitabu mbalimbali. Biblia takatifu imeandikwa na watu mbalimbali wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Waraka wa pili wa Mtume Petro sura ya 1 aya 21. Biblia takatifu imegawanyika katika sehemu kuu mbili: Agano la Kale na Agano Jipya. Hii namba 39 ni vitabu 39 vya Agano la Kale vinavyotumiwa na makundi makuu matatu: Wayahudi, Wakristo madhehebu na sisi Wakristo wa Katoliki. Hivi vitabu 39 vimegawanyika katika makundi makuu matano. Kundi la kwanza ni namba 5, ni kundi la vitabu vya Musa ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kundi la pili ni namba 12, ni vitabu vya historia ambavyo ni Yoshua, Waamuzi, Ruthu, kitabu cha kwanza cha Samueli, kitabu cha pili cha Samueli, kitabu cha kwanza cha Wafalme, kitabu cha pili cha Wafalme, Mambo ya Nyakati ya kwanza, Mambo ya Nyakati ya pili, Ezra, Nehemia na Esta. Kundi la tatu ni namba 5, ni kundi la vitabu vya hekima
ambavyo ni Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri na wimbo ulio bora. Kundi la 4 ni hii namba 5. Ni kundi la manabii wakubwa ambavyo ni Maombolezo, Isaya, Yeremia, Ezekieli na Danieli. Kundi la 5 ni hii namba 12. Ni kundi la manabii wadogo ambavyo ni Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria na Malaki. Hii namba 7 ni vitabu 7 vilivyoandikwa utumwani. Hii vitabu 7 vinajulikana kwa jina la Deuterokanoni. Asili ya hivi vitabu 7, kabla ya Wayahudi kuchukuliwa uhamishoni, walikuwa na mkusanyiko wa maandiko ya Agano la Kale. Mkusanyiko huo ulijulikana kwa jina la Tanaka. Baada ya uvamizi wa Babeli, Wayahudi wengi walichukuliwa kwenda utumwani. Waliishi huko kwa miaka mingi, wakazaa watoto. Walipenda sana kusoma maandiko matakatifu, lakini hawakuweza kusoma maandiko matakatifu yaliyoandikwa kwa lugha ya asili, yaani Kiebrania. Hii ikapelekea wazee 70 wasome kutafuta mkakati wa kutatua tatizo hilo. Wakaja na wazo la kwamba kutafsiri maandiko matakatifu yaliyoandikwa kwa lugha ya asili, yaani Kiebrania, kwenda kwenye lugha ya Kigiriki ambayo ilikuwa inaeleweka na watoto wao. Tafsiri hiyo ilijulikana kwa jina la Septuaginta, neno la Kigiriki lenye maana ya 70. Tafsiri hiyo ilijumlisha vitabu vya Yoshua bin Sira, Hekima ya Sulemani, kitabu cha kwanza cha Makabayo, kitabu cha pili cha Makabayo, Tobiti, Yudisi na Baruku. Lakini pia baadhi ya sura kwenye vitabu vya Danieli na Esta ziliongezeka. Ukijumlisha hivi vitabu 39 na hivi vitabu 7 unapata vitabu 46 vya Agano la Kale vinavyotumiwa na sisi Wakristo Katoliki. Hivi vitabu 46 vimegawanyika katika makundi makuu 5. Kundi la kwanza ni kundi la vitabu vya Musa ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kundi la pili ni namba 16. Ni vitabu 16 vya historia ambavyo ni Yoshua, Waamuzi, Rutu, kitabu cha kwanza cha Samueli, kitabu cha pili cha Samueli, kitabu cha kwanza cha Wafalme, kitabu cha pili cha Wafalme, Mambo ya Nyakati ya kwanza, Mambo ya Nyakati ya pili, Ezra, Nehemia, Esta, kitabu cha kwanza cha Makabayo, kitabu cha pili cha Makabayo, Tobiti na Yudisi. Kundi la tatu ni hii namba 7. Ni kundi la vitabu vya hekima ambavyo ni Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri, wimbo ulio bora, Yoshua bin Sira na hekima ya Suleimani. Kundi la 4 ni hii namba 5. Ni vitabu vya manabii wakubwa ambavyo ni Maombolezo, Isaya, Yeremia, Ezekieli na Danieli. Kundi la 5 ni hii namba 13. Ni vitabu vya manabii wadogo ambavyo ni Hosea, Yoeli, Amos, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki na Baruku. Hii namba 27 ni vitabu 27 vya Agano Jipya. Hivi vitabu 27 vimegawanyika katika makundi makuu 5. Kundi la kwanza ni hii namba 4. Ni kundi la vitabu vya Injili ambavyo ni
Mathayo, Marko, Luka na Yohane. Kundi la pili ni namba 1, ni kundi la kitabu cha historia ambacho ni Matendo ya Mitume. Kundi la 3 ni namba 13, ni kundi la nyaraka za Mtume Paulo ambazo ni Warumi, waraka wa kwanza wa Korinto, waraka wa pili wa Korinto, wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai, waraka wa kwanza Thesalonike, waraka wa pili wa Thesalonike, waraka wa kwanza Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo, Tito na Filemoni. Kundi la 4 ni namba 8, ni kundi la nyaraka za waandishi wengine ambazo ni Waebrania, Yakobo, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa pili wa Petro, waraka wa kwanza wa Yohane, waraka wa pili wa Yohane, waraka wa 3 wa Yohane na Yuda. Kundi la 5 ni namba 1, ni kundi la kitabu cha unabii ambacho ni Ufunuo. Ukijumlisha hivi vitabu 39 na hivi vitabu 27 unapata vitabu 66 vinavyotumiwa na Wakristo madhehebu. Ukijumlisha hivi vitabu 66 na hivi vitabu 27 unapata vitabu 73 vinavyotumiwa na sisi Wakristo Katoliki. Muda wengine unaweza kutumia vitabu 72 kwa sababu kuna vitabu viwili muda wengine wanavihesabia kama kitabu kimoja, kitabu cha Yeremia na Maombolezo. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha Utoto Mtakatifu ambacho tulikuwa tunatafakari pamoja na watoto wa Jimbo Katoliki la Ifakara wakiwawakilisha watoto wenzao katika parokia hii ya Mtakatifu Joseph, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Sina shaka kwamba umejifunza mengi mazuri, ukawe mjumbe kwa wengine. Ulikuwa na mimi Sister Salvina Makonde. Shukrani kwako kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Asante sana kaka Simon Peter nyuma ya kamera kwa kutufanyia mambo kwa uzuri kabisa. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Chao chao. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengi